Karibu sehemu ya 3. Kama ndio mara yako ya kwanza, subscribe ili uwe wa kwanza kupata video kali zinapotoka. Jet alijitetea kwa utulivu akisema kuwa ghala alilolipua mwanzo lilikuwa mahali pa kukutana kwa majasusi. Aliona jambo hilo kuwa sahihi kwa sababu alikuwa anamtumia msaliti kuwaua waovu wengine zaidi. Jet hakujali raia wangapi wangekufa. Kwake yeye, hiyo ndiyo bei ya uhuru. Katara hakuweza tena kumshawishi mtu huyu aliyepoteza akili. Ndiyo maana alirudi kuwaambia Aang na Sokka walipaswa kuharakisha kuelekea mji mkuu ili kuwazuia Tio na baba yake wasifungue sanduku hilo. Lakini mara tu walipotoka nje, Zuko na mjumba wake walitokea. Aang alibaki nyuma kumzuia Zuko, huku wale wawili wengine wakimfuata Sai kwa kasi. Zuko hakuweza kutumia moto kwa sababu hilo lingevuta jeshi la ufalme wa ardhi, lakini Zuko hakuhitaji moto. Bado alikuwa mpiganaji mwenye nguvu sana. Zuko alimtesa Aang ambaye hakuwa na uwezo wa kumzuia. Baada ya kufukuzana kwa muda, Aang bila kutarajia alifichua kuwa alikuwa ameiba daftari la Zuko. Zuko alikasirika sana na kurusha mpira wa moto, jambo lililosababisha soko likawaka moto. Watu walikimbia huku wakipiga mayawe ya kuomba msaada. Wakati huo huo, Katara na kaka yake walifanikiwa kumfikia Sai. Katara aliona haraka mpiga mshale wa kundi la Jet akiwa juu ya mti uliokuwa upande wa pili wa ikulu. Katara alitumia mara moja mipira ya maji kuupiga mshale wa moto na kuubadili mwelekeo wake. Kwa hiyo, jaribio la Jet kumuua mfalme lilishindwa kabisa. Baada ya Zuko kufichua kuwa yeye ni mtu wa moto, alijaribu kuondoka kwenye kasri la Omasu. Lakini jeshi la ufalme wa ardhi lilikuwa likimfuata bila kuchoka. Ili kumwokoa Ino, Maro alifichua kwa makusudi kuwa yeye pia ni mtu wa moto ili kulivuta jeshi upande wake na kumpa Zuko nafasi ya kutoroka. Wakati huo, Aang alikamatwa ghafla. Jeshi lilifika muda mfupi baadaye na likamfunga Aang gerezani. Si Aang peke yake, hata Ino alifungwa kwenye gereza hilo. Kulingana na kile alichojua Ino, watu wa ardhi hawakuwa na huruma kwa waliokuwa wameshindwa. Baada ya kumhoji Sokka, Sai alikubali kuwa alikuwa anashirikiana na watu wa moto. Hivyo basi, aliwapa baadhi ya vipari vilivyohifadhi Omasu. Walimtishia kuwa wangeshambulia mji na kumuua kila mtu kama asingetii. Tio naye angekufa. Wakati huo, Katara alifika na kutoa taarifa kuwa Aang alikuwa amefungwa kwenye gereza lililokuwa ndani sana ya milimani. Hivyo basi, Ino alipelekwa kwenye kambi ya kazi ngumu ya lazima. Aang aliletwa mbele ya mfalme na askari. Alishtakiwa kwa kufanya uharibifu hadharani, lakini mfalme akaamuru apewe chai. Ilibainika kuwa huyo ndio Bumi, rafiki wa zamani kutoka taifa la ardhi, ambaye Aang alimjua miaka 100 iliyopita. Hivyo basi, Bumi hakuelewa kwa nini Aang bado alikuwa na mwili wa mtoto, lakini alijua kuwa Aang alikuwa Avatar, mwokozi wa dunia. Hivyo basi, mfalme wa ufalme wa Omasu hakujali salama ya dunia. Bumi alikuwa amepoteza kabisa roho yake ya kupigana. Alikuwa anatumia siku zake kucheka na kufanya mzaha na maafisari waliokuwa mezani pamoja naye, bila kujali mambo ya utawala. Aang alihisi kuwa huyu hakuwa tena Bumi aliyemjua. Bumi akamuuliza moja kwa moja Aang kama alikuwa anapigana kwenye vita hiyo hiyo kwa karne nzima. Je, Aang alikuwa ameona dunia ikiteketea karibu naye? Bumi alisisitiza kuwa Aang huenda alikuwa na miaka 100, lakini hakuwa naishi miaka 100. Wakati huo, Sokka na Katara walifika kwenye handaki la siri linaloelekea gerezani ambako Aang alikuwa amefungwa. Katika historia, hakuna aliyewahi kuingia mahali pale pagiza na kurudi salama. Wakazi waliokuwa nje waliweza tu kushangaa walipowaona wakiingia humo, wakiwa na uhakika kuwa wangekufa. Ndani kabisa ya handaki hilo, Sokka ghafla alibadilisha mwelekeo na kuchukua njia nyingine, njia ambayo haikuwa chorwa kwenye ramani yoyote. Ingawa ulikuwa ni mstuki tu, uamuzi huo ulifungua njia mpya, njia ambayo walipaswa kuzima mienge yao ili kuifuata. Njiani kuelekea kambi ya kazi ngumu, jenerali wa huko alimtesa Ino bila ruhuma. Ndugu yake mdogo, kijana mwenye miaka 19 mwenye huruma na ujasiri, alikuwa ameshambuliwa na taifa lake kuchomwa na askari wa taifa la moto. Wakati jenerali aliporudi kuzima moto, ndugu yake alikuwa tayari amekata roho. Kuanzia siku hiyo, hata usingizini, jenerali huyo bado aliweza kunusa harufu ya moto. Alipoangalia machoni pa Eno, alizidi kukasirika zaidi, akihisi kuwa mtu huyo hakuelewa kabisa maumivu ya kupoteza.
Kama si askari kumzuia, angevunja sheria zote na kumuua Eno pale pale. Lakini hakujua kuwa ni Eno aliyekuwa ameamuru kurudi nyuma baada ya mwanawe wa pekee kuanguka vitani. Mwana huyo aliyekuwa anachukuliwa kuwa shujaa hodari zaidi wa taifa la moto alikufa akiwa bado kijana sana. Ni Zuko pekee aliyemwelewa na kumhurumia Eno. Siku zote Zuko alikuwa akimtazama mwana wa Eno kama mfano wake wa kuigwa. Wakati huo huo, Bumi alimpeleka Aang kwenye lango la hadithi la Omasu. Alitaka kumjaribu kuona kama Aang alikuwa tayari kuwa Avatar. Kwa macho ya Bumi, Aang alikuwa bado mvulana wa mchezo ambaye hakujali jukumu la kuiokoa dunia. Hivyo basi, ulikuwa wakati wa kucheza mchezo wa mwisho, mchezo wa maisha na kifo. Bumi na Aang wangegongana hadi mmoja afe. Zuko hakukimbia, badala yake alirudi bila kutarajiwa kumwokoa Eno. Njiani kuelekea kambi ya kazi ngumu, aliwapiga walinzi wote na kuvunja pingu za Eno. Baada ya Eno kuachiliwa, aliwashinda watu wote wa ardhi waliokuwa pale. Ni yule jenerali tu aliyemwonyesha huruma. Lakini uwanja wa vita si sehemu ya huruma. Jenerali alitumia nafasi ya Eno kutokuwa makini kumshambulia. Zuko alitaka Eno abaki na apumzike, lakini aliogopa kuwa jeshi la watu wa ardhi lingeendelea kuja kama msaada. Hivyo walipaswa kuondoka mara moja. Vinginevyo ingekuwa too late. Ingawa alikuwa na zaidi ya miaka 100, nguvu za Bumi bado zilikuwa kubwa sana. Si tu kwamba alikuwa mtaalamu wa hali ya juu ya kutumia udongo, bali pia alikuwa na mwili wenye unyumfufu wa ajabu, jambo lililomruhusu kuutumia udongo na mawe kwa urahisi mkubwa. Ingawa walikuwa wanapigana hadi kufa, Bumi hakuachia mashambulizi ya kuua. Ilionekana kama alikuwa anacheza tu na rafiki yake wa zamani aliyempoteza kwa muda. Ndani ya moyo wake, Bumi alikuwa na chuki kubwa dhidi ya Aang. Wakati dunia ilimhitaji Aang zaidi, wakati Bumi mwenyewe alimhitaji Aang zaidi, Aang hakuwepo. Kwa Bumi, katika dunia hii, huwezi kumtegemea mtu yoyote, hasa marafiki. Maneno hayo yaliumiza moyo wa Aang kama mishale 1000. Aang akaanza kujilinda kwa umakini zaidi, kisha akakimbia moja kwa moja kuelekea kwa Bumi. Kwa kuzungusha mguu wake kidogo tu, Bumi alimzika Aang nusu ya mwili wake ndani ya shimo la mchanga. Mpaka wakati huo, Bumi alikuwa tu akicheza na Aang. Sasa ulikuwa wakati wa Bumi kuona kama Aang alikuwa tayari kuwa Avatar. Bumi akachukua jiwe kutoka juu ya dari na kulitupa moja kwa moja kuelekea kichwa cha Aang. Cha kushangaza, jiwe jingine pia lilianguka kuelekea kichwa cha Bumi. Aang alipaswa kunyoosha mikono yake kushika yote mawili. Bumi aliamini kuwa huo ndio ulikuwa wakati ambao Aang alipaswa kuchagua atafanya nini. Na baadaye ungekuja wakati ambao angehitaji kufanya maamuzi yasiyowezekana. Kwa sababu katika kuokoa dunia, Aang hangeweza kuwa na kila kitu kwa wakati mmoja. Kwa miaka 100, siku baada ya siku, mwaka baada ya mwaka, Bumi alilazimika kuchagua kama angeokoa mji huu au mji ule. Nani angepewa mabaki ya mwisho wa chakula? Yatima au jeshi? Bumi alimuhimiza Aang aliache lile jiwe lianguke. Ni kwa kuliacha lianguke tu angeelewa inamaanisha nini kuwa Avatar. Wakati Aang alipokuwa karibu kupoteza nguvu, Katara na Sokka walitokea na kumwokoa. Mfalme Bumi alikasirika kwa sababu Aang hakufanya maamuzi huo mwenyewe. Lakini kwa Aang, kutegemea marafiki ni sehemu ya asili yake. Aang angeiokoa dunia pamoja na marafiki zake. Aang akatoa mkuta ule ambao Bumi alimpa miaka 100 iliyopita. Huo ni ushahidi wa urafiki mzuri kati ya Aang na Bumi. Kwa sababu ya kazi ya ujasusi wa siri ya Sai, Bumi alijua kuwa jeshi la taifa la moto lilikuwa karibu kushambulia Omasu. Alikuwa tayari ameweka askari pande zote mbili kwa umakini, hivyo Aang hakupaswa kuwa na wasiwasi. Aang alikuwa na njia yake mwenyewe. Alipaswa kuiokoa dunia, na Omasu ilikuwa ni nchi ya Bumi. Aliipenda na alikuwa tayari kutumia maisha yake kuilinda. Walipokuwa wanatoka Omasu, wale watatu walivamiwa ghafla na askari wa taifa la moto. Lakini badala ya kubaki kupigana, walichagua kukimbia. Kupitia tukio hilo, Aang aligundua kuwa Katara amejifunza uwezo mpya. Alitumia barafu kwa ustadi mkubwa kwa kuangalia jinsi watu wa ardhi wanavyotumia udongo, naye akaweza kufanya kitu kama hicho na barafu.
Katara alikuwa amejifunza kila kitu kilichokuwa kwenye mwongozo wa siri, na alikuwa akisubiri kwa hamu siku atakapofika kabila la maji ya kusini, mahali ambapo watu wa maji wangempeleka kwenye kiwango kingine kabisa. Hivyo hivyo, walivyozidi kwenda kusini, ndivyo walivyozidi kukaribia utaifa la moto. Aang alipoangalia jini, aligundua msitu mkubwa ulikuwa umechomwa na watu wa moto kutengeneza barabara. Kulingana na wenyeji wa eneo hilo, ardhi ilikuwa imeacha kukubali mimea na matunzo, na ilionekana kama ilikuwa imeugua. Kundi la wanavijiji lilikuwa limetumwa kwenda kutafuta chakula, lakini hawakuwarudi. Dalili hizo zilimfanya Aang atambue kuwa huenda kundi hilo lilikuwa limepotea kwenye ulimwengu wa roho. Kwa hiyo, akaamua kuwasindikiza watu wa kabila la maji kwenda kwenye ulimwengu wa roho, then awarudishe. Avatar ndiye daraja kati ya dunia ya kawaida na ulimwengu wa roho. Kadiri Aang alivyokuwa karibu na lango la kuelekea ulimwengu wa roho, ndivyo alivyozidi kuhisi uwepo wake wazi zaidi. Bumi alisema kuwa Avatar lazima aweze kufanya mambo yasiyowezekana. Ndiyo maana Aang alitaka kumwokoa kila mtu anayemwona. Sasa alihitaji kutafuta sehemu yenye nguvu kubwa zaidi ya kiroho ili kuufikia ulimwengu wa roho. Baada ya kutembea kwa muda, wale watatu walifika kwenye madhabahu ya roho iliyokuwa ndani ya msitu. Hipi ndipo palikuwa na nguvu kubwa zaidi ya kiroho. Aang akakaa chini na kuzingatia akili yake. Kisha roho yake ikatengana na mwili wake. Cha kushangaza, roho za Sokka na Katara nazo zikatengana kutoka kwenye mwili zao. Sokka alipomkamata Aang shingoni na kumwambia warudishe, wale watatu walihamishwa ghafla kwenye ulimwengu wa roho. Sasa hawakuweza tena kurudi nyuma, hivyo wakaangua kuendelea mbele. Njiani walikutana na ndege mkubwa aliyesimama ukingoni mwa msitu. Ndege huyo baanza kuzungumza na kujitambulisha kuwa ni roho ya maarifa, lakini ni Aang pekee aliyekuwa anasikia na kuelewa swati yake. Hilo nilieleweka kwa sababu Aang alikuwa Avatar, wakati wale wa kabila la maji walikuwa wanadamu wa kawaida tu. Ndege huyo mwema alimuonya Aang awarudishe haraka. Kadiri walivyozidi kukaa humo, ndivyo walivyozidi kukaribia hatari. Ulimwengu wa roho haukuwa mahali pa kuwapokea wanadamu. Aang alieleza kuwa alikuja tu kuwaokoa marafiki kisha aondoke. Ndege huyo mwema alimwambia aende moja kwa moja kwenye kile njia hadi kwenye kibanda cha mawe kilicho mbele, na asitoke kabisa nje ya ile njia, kwa sababu kufanya hivyo kungehatarisha maisha ya wale wawili wengine. Sokka na Katara walihisi hofu ya Aang. Jikiwa hakuweza tena kuwahifadhi, Aang akawaambia ukweli. Ndege huyo mkubwa alisema kuwa wangekutana na ukweli kama wangeendelea mbele. Sokka na Katara walihisi afua kadini kuwa hilo si jambo la kuogopa sana. Wakati huo, kiumbe cha kutisha kilitokea ghafla kutoka msituni na kurukia moja kwa moja. Ili kuepuka shambulizi hilo, walikanyaga nje ya ile njia salama. Kwa sababu hawakuweza kutumia uwezo wao wa kawaida humo, Aang akapiga kelele kuita kila mtu akimbie haraka. Kiumbe huyo hakuwafuatilia. Alisimama tu na kupuliza moshi mweupe. Mara moja wote watatu wakahamishwa kwenda kwenye hali nyingine ya ulimwengu. Katara alirudi kijijini kwao siku ya janga kubwa la miaka 3 iliyopita. Kwa mara nyingine tena, alishuhudia mama yake akichomwa hadi kufa na askari wa taifa la moto, huku akimlinda yeye. Sokka naye alipitia jambo kama hilo, lakini akarudi kwenye wakati alipokuwa anafanya mtihani wa kuteleza juu ya barafu. Alifaulu, lakini ni kwa msaada wa mjomba wake tu. Vinginevyo, angesababisha kila mtu aangukie kwenye shimo la barafu. Sokka hakuwahi kujua jambo hilo mpaka aliposikia baba yake na mjomba wake wakizungumza. Alivunjika moyo kabisa alipomsikia baba yake akisema kuwa si kila mtu ana uwezo wa kubeba maisha ya wengine, hasa Sokka. Mwisho wa sehemu ya pili ndio mwanzo wa sehemu ya 3 ya movie yetu. Kama bado hauja subscribe, fanya hivyo ili wewe wa kwanza kupata video mpya inapotoka.